kisa kilichotokea zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anakisimulia bibi Aisha, amekitaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 1714. Bibi Aisha anasema anna Hindan, Hindi mke wa Abu Sufyan, sahaba wa kike huyo, alikuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana malalamiko juu ya mumewe Abu Sufyan. Abu Sufyan alikuwa na uwezo, lakini alikuwa chuma, anapata mashallah, lakini chuma, hamwachii mkewe na watoto wake kinachowatosha. Mama Hindi akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna Aba Sufyan rajulun shahih, hakika mume wangu Abu Sufyan ni chuma standard, ni bakhili kweli kweli. La yu'tini ma yakfini wa waladi, hatupi kinachotutosha mimi na watoto wangu. Illa ma akhadhtu min malihi wa huwa la ya'lam, mpaka mimi akitoka, mpaka mimi niende kwenye hazina yake nichukue tena bila ya yeye kujua. Yani mwanaume anaweka mezani kiasi hichi na ndani ana hazina, bismillah mashaallah, akitoka mke anasema hii haiwezi kutosha, anaenda anamega kidogo, anaongezea watoto wapate kula vizuri. Sasa ewe mtume, hilo niambie, niko sawa? Nachota bila yeye kujua, kwa sababu anachoniachia akitoshi kwenye kula. Chuma standard, maana yake bakhili kweli kweli. Sikiza mtume kasemaje. Faqala sallallahu alayhi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, chukua. Mtume katoa go ahead, kawapa rungu. Kwenye kabati kaona wekundu wa Msimbazi, alafu namachia buku mbili, buku jelo maisha haya. Kamwambia nenda kwenye kabati ongeza nyingine ili mradi mule vizuri. Akamwambia chukua katika pesa zake bila ya yeye kujua. Sharti chukua kinachokutosha kula wewe na watoto kwa wema, usikomoe nyingine ukaweka pembeni ya vikoba. Hapana, usifanye hivyo.